Okay, tuko na Master hapa kwenye uzinduzi wa album ya Mario. Kwanza karibu sana. Asante. Kwanza Mario ni kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri, ametoa album yake The Godson. Wewe album umesikiliza? Mimi nataka nisikilize hapa. Nilikuwa nimekataa kusikiliza kama tukaenda studio na nini, lakini nataka nisikilize hapa. Kwa nataka niwe na sikio la kama washabiki wengine wa kawaida kabisa. Ni surprise gani ambayo labda utaiona kwenye album yake? Kiukweli nataka nisikilize wimbo ambao amefanya na Joshua Baraka kutoka Uganda, sababu ni artist ambaye mwenyewe nampenda pia. Kwa nataka nione wametima vipi na wamefanyaje hiyo kazi. Kwa sababu sikuwa najua Mario ni mdogo wangu ambaye tuko naye karibu, tunaongea karibia kila siku. Lakini sije kujua kama najuana na Joshua Baraka. Kwa hiyo nataka nisikilize nione itakuwaje. The Godson ni kati ya title ambayo pia ilikushtua kwa namna nyingine. No, hiyo ni art zaidi. Kwa hiyo nataka nisikilize album nzima ilivyokaa, alafu nione why kwenye hizo nyimbo zote alizozifanya 17 kwa nini ameita The Godson. Labda pia alikuwa approach kufanya naye nyimbo kwenye album yake. No. Unajua sometimes lazima mtu achague vile ambavyo ana feel. Ndio album ziko hivyo. Sometimes hata mimi naweza kufanya album nikamwacha hata FA au Joe Makini au Fit Q ambao ni washikaji zangu ambao kila siku tuko wote. Kwa hiyo afanye the way ambavyo anafanya, alafu tuone na kuaje. Kwa hiyo ndio ninachotaka kusikiliza zaidi. Wasanii zamani kidogo walikuwa wanafanya album ikaja katikati kwa hawafanyi album, sasa hivi wanakuwa na mtindo wa kufanya album. Kitu gani labda wamekiona kwa wasanii kufanya album back to back? Of course mimi ndio niliyosema basi toe album kabla mtu yoyote yule 2006. Kwa hiyo watu wakaniona mimi kama sieleweki vile, wakaendelea kufanya album, wakaacha wakaanza kutoa single kama the way ambavyo mimi nitoa mwongozo. Kwa hiyo akafuata mwongozo wangu. Album sasa hivi ni kwa sababu sasa hivi kuna mambo ya digital. Kwa hiyo wametafuta njia nyingine ya kuweza kufikisha mawazo yao na idea zao kupitia album na kuzitoa. Mimi sijatoa album kwenye digital bado. Nataka nione waliotangulia wanafanya nini, alafu mimi ndafanya. Kwa hiyo walichokifanya wao waendelee kukifanya na mimi nitakiangalia. Kwa hiyo ni mwongozo ambao honestly yale mambo ya kudili na Wahindi na tujui biashara inaendaje, transparent haipo, hakuna transparent. So ndio hivyo itakuwa. Kwa hiyo wametoa watu wengi albums na EPs. Kwa hiyo tusubiri tuone inakuwaje baadaye. Okay, pengine labda wewe ungetuambia kwamba muziki wa Tanzania vigezo gani ambavyo vinasababisha kutoweza wasanii wa Tanzania kuchukua tuzo za Grammy ama tuzo zingine kubwa zaidi? The Grammy. No, Grammy unajua unapopeleka mapendekezo yako ili uchaguliwe, kwa sababu ile sio kwamba mtu anaamua tu. Ni kwamba wewe unajipendekeza kwenye kategori gani. Kwa hiyo wao wanavyoona kategori hiyo ufai actually au deserve. Kwa hiyo wanachaguliwa wengine, kwa hiyo utaomba tena siku nyingine. Kwa hiyo sio wasanii wa Bongo tu, ni wasanii wengi, hata wa Nigeria wengine ni wakubwa, au wasanii wengine wa Marekani wakubwa wameomba, imeshindikana, basi watajaribu tena siku nyingine. Kwa sababu hamwezi kwenda wote. Ni kama unavyoona TMA ilivyo. Hiyo ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ni system yao kwamba wewe ndio unayeomba heshima upewe. Kwa hiyo ukiomba heshima upewe na wakaona kwenye sasa. Lakini pia inaonekana kama watu wamekuwa wakitoa malalamiko kwamba muziki wa Tanzania bado kuweza kufikia katika hadhi ya kuweza kuchukua Grammy. No, inawezekana. Muziki wa Tanzania umekuwa mkubwa sana na watu wana invest. Kwa hiyo kwa kiukweli ni kwamba ni kujaribu, unajaribu, unashindwa, unajaribu tena. Mimi nimeingia kwa mfano kwenye awards za Kiafrika hapa. Awards kubwa ilikuwa ni Kora. Channel kuja baadaye ilikuwepo, lakini Channel ingia na Kora nimeingia. Na nimeperform na Miss Elliot, nimeperform na kina Werason, nimeperform na kina Shaggy back in the days 2005 wakati huo. Kwa hiyo ni vile kujaribu tu, unajaribu ukishindwa, lakini mimi nikajaribu nikapita. Lakini ni ndoto ya watu wengine pia. Kwa hiyo siku nyingine unaweza kujaribu kashindwa wewe, mwingine akapita. Kwa ni vitu vya kawaida, msikomplicate sana mama. Kuna kipindi fulani ambacho unasema uliingia kwenye category na kina JC. Iko MTV, MTV. Ni vigezo gani ambavyo pia vilikufanya uingie kwenye hizo tuzo? Okay. Why au kuingia kwenye Grammy? Mimi siye ku apply Grammy.
Grammy sija apply kwa sababu Grammy ni kuomba wewe. MTV ni wewe kuchaguliwa. Umekaa zako nyumbani ambaye umechaguliwa kwenye MTV. Sasa mimi nilipochaguliwa kwenye MTV kwa ni kwenye Best Hip Hop Artist ambao alikuwa ni mimi, Jay-Z, Kanye West, Zulu Boy and MI kutoka Nigeria. Zulu Boy ni wa South Africa. Kwa sisi tulichaguliwa kutokana na vigezo vya MTV walivyoviona. Lakini Grammy ni wewe unaomba, wao wanaangalia vigezo vyao, wakiona namna gani basi poa. Kwa ni vitu vya kawaida yani, you know. Kwa namna unavyoona muziki wa Tanzania, unaona wasanii kama wanavyosema wao kwamba very soon tukawashuhudia wasanii kuja na tuzo za Grammy kwa muziki tunavyoona sasa hivi. Bana, hiyo Grammy sasa hivi tunaiona kama yani ni bonge la mchongo, lakini baadaye itakuwa kitu cha kawaida kama vingine. Kwa mfano, Kora nilianza mimi, baadaye akaja wakina Wakazi. Kwa kazi ya nani, ila before mimi ile JD kwa namuona pale One Star na wasanii wengine, tukaona kawaida, tukaenda MTV nikana perform, nimeperform, unakuta mtu ananikaribisha mimi ni Wycliffe na Akon wanikaribisha, ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo sikiza, hii ni time ambayo tunakuwa, hii time tunakuwa, kuna wengine wamekuwa kabla yetu, tusijilinganishe nao. Itafika time na sisi tutafika same, and then after that we're gonna beat them up, so no worries man. Pia nikupongeze kwa namna zamba kuchonga barabara, kwa namna muziki wa Tanzania kusaidia. Ulikuwa unafanya collab kubwa kipindi ambacho wasanii wengi wa Tanzania kwa hawezi kufanya. Nikupe maoni kwenye hilo. Unaona wasanii sasa hivi wanahitaji hizo collaborations kuwafikisha huko, ama au still pia muziki wetu unaweza kufanya vizuri hizo collaborations? Naiona kabisa, kwa sababu mwanzoni nilikuwa katika kitu ambacho wanasema kupreach, kuhubiri. Jamani, tu invest kwenye kazi zetu, tu invest. Watu walikuwa wapende kuinvest, lakini kizazi hicho watu wana invest kinoma noma. Kwa hiyo inanipa nguvu na tutafika mbali zaidi. Na I guarantee you kuacha kizazi kinachokuja, nadhani watainvest zaidi. Rafiki yako mmoja alikuwa anauliza, akasema moja collaboration bora ambayo ushakuitoa wewe ni moja na Diamond. Wanauliza bwana, lini tutegemee tena ngoma nyingine between wewe na Diamond? Sababu watu wanapenda kila ambacho mlikifanya kipindi hicho. Anytime. Pia ulishafanya ngoma na Sha Kingston kama siku hizi, kati ya ngoma ilikuwa ni kubwa, lakini karibuni alipata kama na matatizo fulani hivi ya familia kama sikosei. Vipi karibu wako mpaka sasa kwa vipi na sasa ukaribu uko pale pale, lakini siwezi kuongelea mambo yake, sio unajua Lakini pia kuna project ambayo pia unaweza kufanya na Sha Kingston. Akitulia tunaweza kufanya, haina shida. Shukrani. I don't know. Bye, cheers my brother. Naiona kabisa, kwa sababu mwanzoni nilikuwa katika kitu ambacho wanasema kupreach, kuhubiri. Jamani, tu invest kwenye kazi zetu, tu invest. Watu walikuwa wapende kuinvest, lakini kizazi hicho watu wana invest kinoma noma. Kwa hiyo inanipa nguvu na tutafika mbali zaidi. Na I guarantee you kuacha kizazi kinachokuja, nadhani watainvest zaidi. Rafiki yako mmoja alikuwa anauliza, akasema moja collaboration bora ambayo ushakuitoa wewe ni moja na Diamond. Wanauliza bwana, lini tutegemee tena ngoma nyingine between wewe na Diamond? Sababu watu wanapenda kila ambacho mlikifanya kipindi hicho. Anytime. Pia ulishafanya ngoma na Sha Kingston kama siku hizi, kati ya ngoma ilikuwa ni kubwa, lakini karibuni alipata kama na matatizo fulani hivi ya familia kama sikosei. Vipi karibu wako mpaka sasa kwa vipi na sasa ukaribu uko pale pale, lakini siwezi kuongelea mambo yake, sio unajua Lakini pia kuna project ambayo pia unaweza kufanya na Sha Kingston. Akitulia tunaweza kufanya, haina shida. Shukrani. I don't know. Bye, cheers my brother.